Katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, wanawake katika wilaya ya Ngara mkoani Kagera wameiomba serikali kuangalia uwezekano wa kufanya marekebisho ya usimamizi na utoaji wa mikopo itokanayo na mapato ya ndani ili kuweza kukopesha hata mtu mmoja mmoja, hali itakayomsaidia mwanamke mwenye uwezo wa kukopa na kurejesha bila matatizo kujikwamua katika shughuli za kiuchumi. Tunashukuru sana serikali yetu, kwani mikopo hii imewanufaisha wengi, na kwa wale waliotumia vizuri waliweza kuanzisha shughuli binafsi za kiuchumi zinazowapatia mahitaji muhimu katika familia. 4. Kwa mwaka wa fedha 2021/2022, jumla ya vikundi 19 vya wanawake vilikopeshwa jumla ya fedha za Tanzania milioni 174,864,991. Mwaka wa fedha 2022/2023, jumla ya vikundi 14 vya wanawake vilikopeshwa jumla ya shilingi milioni 964,100,000. Na kwa mwaka huu wa fedha mwaka 2024/2025, jumla ya shilingi milioni 180 zimetengwa kukopesha jumla ya vikundi 9 vya wanawake kwa uwiano wa 4% ya wanawake, 4% ya vijana na 2% ya watu wenye ulemavu ya mapato ya ndani ya halmashauri. Marejesho ya mikopo yako vizuri, kwani wanawake walio wengi wana nidhamu ya fedha na wamewekeza katika shughuli za uzalishaji mali ukilinganisha na vikundi vingine vya vijana na watu wenye ulemavu. Kwa upande wake, mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ngara, Kanali Mathias Julius Kahabi, amewasisitiza wanawake wilayani hapo kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi badala ya kuwa wasindikizaji katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka huu 2025. Kwa hiyo mnaweza kina mama tujitokeze hizo nafasi za kwenu. Tunaelewana? Akina mama oye! Jamani, huku kwa wengi twende. Tutapambane huko. Wewe kama unaweza kumtoa afili Kabanga, jaribu. Japo fanye tathmini mapema. Tutashiriki uchaguzi vizuri na kugombea hizo nafasi vizuri. Akina mama oye! Sio wasindikizaji. Na wewe andika CV basi, wewe shiriki tu, hata kama unajua utashindwa. Andika CV. Niliwahi kushiriki, si ndio? Inatakiwa hivyo. Mimi siku nateuliwa kuja kuwa DC, siku nzima napiga mahesabu. Hivi huko kwenye DC nitaenda kufanya nini? Naye mbunge wa jimbo la Ngara, Mheshimiwa Ndaisaba George Ruholo, ameelezea jitihada zilizofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kupunguza vifo vya mama na mtoto vinavyotokea wakati wa kujifungua. Akina mama oye! Na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu akina mama, ni faraja kubwa sana kujumuika nanyi siku ya leo tunapoadhimisha siku ya kina mama duniani. Mtakumbuka Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliweka commitment, aliweka azimio kwamba hakuna mwanamke anatakiwa kupoteza uhai kipindi anapokuwa anatoa uhai. Narudia, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliweka azimio kuleta miundombinu ya vituo vya afya na hospitali kuhakikisha tunapunguza vifo vya mama na mtoto na kuhakikisha tunampambania mama wakati anatoa uhai na yeye aendelee kuwa hai. Na katika hilo Daktari Samia Suluhu Hassan amehakikisha analeta madawa, vifaa tiba, vitendanishi, amejenga hospitali za wilaya, ameleta kila kitu kinachohitajika ili mradi kumfanya mama aweze kujifungua salama. Vile wanawake wilayani hapo wameeleza namna walivyoweza kusaidia kaya zenye uhitaji katika kutoa sapoti za aina mbalimbali kwa kaya hizo. Kina mama katika maadhimisho ya siku ya wanawake tumekuwa tukiangalia makundi
tumekuwa tukiangalia watoto yatima na maeneo mengine, lakini kwa mwaka huu tukasema tuangalie kaya ambazo zina uhitaji, kaya ambazo hazina uwezo wa kumudu hata milo 2 kwa siku. Lakini tukasema tukiwapa fedha, hiyo fedha wataitumia, kesho hali itaendelea kuwa ile ile. Kwa hiyo tukashirikiana na uongozi wa Kabanga kuanzia ngazi za vijiji, vitongoji na kata kuweza kubaini kaya 10 ambazo zinaweza zikasimama zikafanya shughuli yote ya ujasiriamali ili kuweza kujiinua kiuchumi, waweze kuendeleza kile watakachokipata ingawa ni kidogo, lakini kinaweza kikawasaidia kujikwamua na kuendelea kupata huduma za msingi. Katika hiyo 100 kila mmoja baada ya kupata elimu ya ujasiriamali ataangalia afanye biashara gani, kama ni kuuza nyanya, kulima mboga mboga na mambo mengine. Na ndio maana ile hela tumeona kwamba baada ya kuwapa tumemkabidhi mtendaji wa kata ili atusaidie katika kuratibu jambo hilo. Nadhani nimeeleweka. Asante sana kwa mama mdogo wangu ambao umeona kama sisi tunaweza mkatusaidia. Cha kwanza kabisa ninachokipenda na nimetushukuru, sisi ni wamama ambao hali zetu zilikuwa za shida, lakini kwa hiki kidogo mmechoweza kutusaidia tunashukuru. Kwanza kama mimi kabisa kwenye hao wamama, ni mama ambaye cha kwanza ni mjane, cha pili mama ambaye nafanya shughuli zangu ndogo za kuweza kukizi shida zangu na za watoto wangu, lakini kwa leo unaona kama nafaa kunipa support yenu. Wamama wote nawapenda na asante.